Leo nimepata msukumo kidogo kuzungumza kwa habari ya mpenyo au breakthrough. Lakini nataka nikuonyeshe changamoto au vitu unavyoweza kupitia katika kipindi ambacho kuna kamlango kanatakiwa kafunguke. Kuna kagap kanaweza kaonekana, lakini katikati ya kukavuka kwa gap kana mambo mengi magumu sana. Mpaka ukavuke yako kagap ndio inaitwa mpenyo. Usipokavuka ina maana unakuwa hujapenya. Hakuna breakthrough ambayo inakujaga bila kagap fulani kutokea, ambako kanakuja na ugumu, nati zinakuwa zimekaza sana, ila katikati ya kukaza hizo nati ndo kuna neema ya Mungu. Sasa leo nataka tuzungumze kwa habari ya mpenyo, lakini tutazame wana Israeli walipofika jangwani. Mpenyo upo, lakini kabla hawajauona mpenyo walikuwa wanaona nini? Mindset yao zilitazama nini? Ndicho nataka kama tuzijadili, kwa sababu mpenyo ni swala la kiroho zaidi kabla ya kuwa la kimwili. Changamoto zinapojitokeza ni dalili ya kuenda kwenye ng'ambo ya pili, ila ni mpaka ujue namna ya kutoka ndo unaweza ukaenda. Usipojua namna ya kutoka utabaki. Ukisoma Kutoka 14 yote ile inaeleza habari nzuri sana. Bwana cha kwanza aliufanya kuwa Bwana Farao kuwa na moyo mgumu. Wamefika jangwani, Misri wanaangalia, Farao anaangalia, anaona wale watu kumbe wametoka. Sasa wametoka. Kumbuka usiku mmoja, at single night, pigo lilitokea Misri, pigo kubwa kuliko lote, la kupigwa kiti. Nikisema kiti na maanisha mzaliwa wa kwanza. Ulipopigwa kiti, kilipopigwa Farao akawafuata kuamsha kina Musa, nendeni. Lakini bado Mungu akataka kujitwalia utukufu. Akataka safari hii hao watu wanapoingia kwenye mpenyo lazima kuna mitihani wao wamefaulu. Akataka watakaofika kwenye mpenyo wa kweli wao wamefaulu mtihani, na moja ya mtihani inaitwa uvumilivu. Akataka akamtamanisha Farao. Kisoma 14, Mungu akaufanya tena moyo wa Farao kuwa mgumu. Kwa nini aliufanya moyo wa Farao kuwa mgumu? Ili Mungu atukuzwe ndani ya wana Israeli. Alitaka kupitia Farao awapitishe shule nyingine